Ni Kenya dhidi ya Tanzania. Leo pia tutakuwa tunakuelezea kuhusiana na maandalizi ama ile michuano ya shule za upili ya kitaifa iliyoingia leo katika hatua za nusu fainali. Baadaye tutakupatia matokeo. Baldev Chaga kwa mara nyingine siku ya tatu aongoza yale mashindano ya mbio ya safari rally za Top Fry, na tutakuwa tunakuambia nani kaja nafasi ya pili na nafasi ya tatu. Kisha vile vile tutakuwa tunazungumzia fainali kubwa, kombe la ngao ya jamii kule nchini Uingereza, kati ya Manchester City dhidi ya Liverpool, Pep Guardiola dhidi ya Jurgen Klopp. Hii mechi ni kubwa ukizingatia mambo yalivyokuwa uhasama uliojengeka katika matokeo ya hawa wawili msimu uliopita. Guardiola akimaliza nafasi ya kwanza, naye Klopp Liverpool nafasi ya pili katika ligi. Leo ni siku ya Ijumaa. Sotojo, bunyere. Ndani ya studio ninacho kikosi kizima, kama utatazama kwa makini hapo. Hili ni jopo la kamati ya ufundi mashabiki. Tumewaalika nao leo wapate utamu wa mambo wa Zilizala Viwanjani. Tegea hapo utapata kuwafahamu na wanashabikia timu gani. Naitwa Ahmed Bahaj, pokea kimbwanga kisha tuanze kazi. Por dónde y a qué hora es la campeona mexicana que está dando una buena exhibición. Con violencia, Jackie Nava inmediatamente se comió de un bocado ese golpe la peleadora argentina, que sin embargo se muestra valiente y baja la guardia. Peligrosísimo, como decía el Amazon, el tener la guardia baja. Eso parece robo, pero fíjate que sí aguanta, sí aguanta Mayra Alejandra. Le han metido en 2 ocasiones ese tremendo blow de mano izquierda. Y ataca otra vez el terreno. Entra con izquierda y ya nada más donde la rebotó. Vuelve a atacar abajo. Mayra se encuentra ahora sin entra Guadalajara. ¡Ay, caramba! Entra ahí la izquierda, durísima, derecha pecho, vuelve a tenerla. Ya no había posibilidad. ¿Qué clase de impacto le mete? Y Mayra lo siente, se siente completamente inhabilitada, incapacitada. Baja la guardia y dice que me repegue. Asalala, ndio pale wanaposema kwamba wakati mwingine kwa mwerevu huenda kilio na kwa mjinga huenda kicheko, kwa mkubwa huenda kule kushindwa na kwa mdogo akapata ushindi. Kimbwanga cha siku ndani ya kipindi cha Zilizala Viwanjani. Bila kupoteza muda na shauku na hamu kutaka kuwajua mashabiki wa Zilizala Viwanjani wako hapa, watakuwa wanazungumzia leo, kutoa maoni yao kuhusu taarifa zetu zote. Lakini kwanza tupate kuwatambua hapa. Si lazima tumtambulishe, kama ni wachezaji wa soka tunaweza kumuita Ronaldinho ndani ya Zilizala Viwanjani. Abdul Haji, nani asemjua? Karibu tena bwana. Asante sana Bahaji. Jumapili utakuwepo Kasarani? Kama kawaida lazima niwepo, na Wakenya wote wajitokeze tushabikie timu yetu ya Harambee Stars. Hata kama hakuna mapro wa Ulaya, lakini wa nyumbani tuwape support waweze kumlaza TZ. Safi sana. Na hapa katikati tupe majina kwa wale ambao hawakujui kwa mara ya kwanza. Karibu sana. Naitwa Brian Omondi. Kutokea sehemu gani? Mimi natoka tu hapa Nairobi. Nyumbani ni Kisumu, kule maeneo ya Sori. Hii jezi umepiga ya Chelsea ni uchokozi ama wewe ni shabiki sugu wa kina? Mimi ni shabiki kabisa wa Chelsea, wa timu ya Chelsea. Tangu kitambo, bado tupo. Sawa. Tunaye kijana pale mtanashati pia ndani ya Zilizala Viwanjani. Naomba utupatie jina na unatoka sehemu za wapi? Mi kwa majina naitwa Adi Mohamed. Nyumbani kabisa ni Lamu East, village inaitwa Kizingitini. Huko ndo natoka. Ndio. But nimekulia tu Mombasa sana. Nasikia jamaa kule wanapenda sana Arsenal. Wanaugua kweli. Wako Arsenal, wako Man U, Chelsea. Kila mtu wako na ile timu ambayo anaipenda sana. Na wewe mwenyewe? Mimi kama kawaida yangu Man U. Jamaa la Man U sio? Sana. Tutajua mwanzo wa safari inaanza wiki ijayo, na tunaambiwa kwamba wachezaji wanakuja. Man U wanajiamini kweli hivi sasa. Leo ama kesho huenda Maguire labda akatia ile saini katika mkataba. Kaka vipi huko? Salama. Wewe pia ni Didier Drogba ama nani? Tupatie majina alafu tueleze. Mimi Chelsea damu, jina ni Bin Baz. Kutoka mwaka gani ukisapoti Chelsea? Tangu nikiwa mtoto sana. Watu wa Mourinho hao. Wakati wa Mourinho Wakati Zola anapiga soka pale ulikuwa bado ni Chelsea? Amna. Hapo Zola sikumuona akichezea Chelsea. Vijana wa juzi. Umesikia hao, tunaye Chelsea upande ule, tunaye Manchester United, Chelsea, alafu sisi wawili watu tunabakia kuwa katikati. Hatupo huku, hatupo kule. Tuanze na taarifa yetu ya kwanza, ambapo timu ya taifa soka Harambee Stars siku ya Jumapili
watakuwa wanacheza mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Taifa Stars ya Tanzania, na kama tujuavyo katika dimba la kwanza Harambee Stars waliandikisha sare ya tasa kule Dar es Salaam. Hii itakuwa ni mechi ya pili ambayo Sebastian Minye, kocha wa timu ya Harambee Stars, anasema amebadilisha mbinu na Wakenya watafurahia, kwani anaazimia ushindi tu, ni alama 3, hamna chini hapo. It will be another game at home. To be another kind of pressure in front of the fans. I don't know how my youth team is able to compete under this kind of pressure, and to be necessary to find a good compromise, to be strong defensively, to be compact, and but to find the good balance and to be good also offensively. Watu expect sisi kama team ku give our best, na hiyo inamaanisha to give our best, tunakaribia ushindi. So Tanzania pia kidogo wali make you different, mafans wao walikuwa na rally behind team yao anytime walikuwa na attack, kwa mafano walikuwa wana rally behind, so ni important sana kuwa na huyo 12th man. Morali iko fiti, at least sasa hiyo watu wako motivated ile kulingana vile results za kwanza zilikuwa. So nasema tuna expect more, because kama tuko concede huko, tuna believe pia hapa ile home advantage tutatumia, tunaweza kula hii game. So tuki maintain clean sheet, tupate hata bao 1, 2, 3 inatusaidia sana. Tukizingatia ya kwamba dimba la AFCON tulivyokuwa tunafuatizia, Harambee Stars waliandikisha ushindi wa kipekee dhidi ya Tanzania mabao 3-2. Haukutosha kutufanya tufuzu katika hatua za mkondo wa 16. Tulipiga sare na Tanzania. Je, unaona huu ni wakati wa kuthibitisha kwamba ule ushindi haukuwa wa bahati na kwa kweli tuendeleze ile safari kutoka pale? Kiukweli historia itajirudia, maana Tanzania hamna siku wameweza kumfunga Kenya nje ya Tanzania. Kwa hivyo na tupo nyumbani, tutakuwa na wale mashabiki wetu 12 man, wanasema itatusaidia sana, lakini unajua Tanzania ndo timu kubwa kwa CHAN, maana wachezaji wao wengi wanachezea Simba pale. Wachezaji 7 ambao walikuwa kwenye AFCON zaidi ya nusu ya timu. Sisi Kenya ni Deno peke yake na Filo. Kwa hivyo wao ndo wako na ile upper hand, lakini nina imani tuko nyumbani, mashabiki watajitokeza kwa wengi na tutapata ushindi. Naam. Brian, unafurahishwa na Harambee Stars kikosi kizima cha dimba la AFCON, na tukija katika hiki kikosi kiloteuliwa cha wachezaji wa nyumbani kwa CHAN, una matumaini na kikosi, na mchezaji gani labda anakuvutia, unaona atafanya mambo mazuri? Naam, kusema ukweli ni kwamba timu yetu ya Harambee Stars ni timu ambacho kimekuwa hawajacheza kwa pamoja. Tukiangalia kikosi ambacho kiliweza kucheza AFCON na tuangalie kikosi ambacho kiliweza kucheza na timu hii katika mkondo wa kwanza, utapata ni tofauti sana, ni tofauti. Kwa hivyo vile vile vijana wale wa Tanzania ni vijana ambao walionyesha mchezo mzuri. Ukiangalia kikosi kile kizima kimesheheni wachezaji walio na tajriba ya hali ya juu, na ni wachezaji wengi wao waliweza kucheza katika kile dimba cha AFCON. Na kwa sasa wana ile hasira, wana ile hasira ya AFCON. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ni wa kusisimua na ni ngumu. Hadi utafika Kasarani siku ya Jumapili kama kawaida. Na unapigia upato nani? Unaona kwamba tunayo nguvu ya kutosha kumpiga Tanzania sana, kwa sababu ukiangalia game ikiwa home wamecheza ball na sisi pia tumecheza. Ukiangalia pia ukiangalia kikosi yao ambao wamecheza AFCON na chetu ambao kimecheza hiki CAN na wao ni tofauti. Lakini ule uwezo tumeonyesha kwamba tumewadhibiti kwao na kile kikosi ambao tumebadilishiwa. So tuna imani hata wakija huku tutawashinda, kwa sababu kwanza tuko nyumbani. Ile support ya watu wa nyumbani ambao itatupa ile morali ya kwamba tucheze game vizuri, na imani wenye ambao wamepawa watataka kuonesha ile pia sisi tunaweza, hata kama tukucheza AFCON. Juzi tu tulimwangusha mbabe hapa mbele ya umma, mchana kweupe, Everton kutoka Uingereza akapigwa na klabu ile ya Kariobangi Sharks. Unaona kwamba mashabiki wa nyumbani walichangia pakubwa, na haya yatafanyika tena siku ya Jumapili wakati tutakapokuwa tunacheza na Tanzania. Ndio, mashabiki wanachangia sana katika mchezo wa soka. Hasa ukiangalia wakati wa mechi ya Everton na Kariobangi Sharks, kulijaa umma ulikuwa mwingi sana. Mashabiki wa Kariobangi Sharks
na si Kariobangi Sharks peke yake, wengine walijiongeza. Kulikuwa na mashabiki wa vilabu vingi, kuna Gor Mahia, kuna FC Leopards. Sasa wote walijumuika support ile yetu ya Kariobangi Sharks kwa sababu ilikuwa na timu kubwa ya Uingereza katika moja ya timu kubwa za Uingereza. Sawa. Wanasema maneno ya watu yanaua. Mashabiki wanapojaa pale lazima kieleweki. Nao pia wametuambia kwamba watakuja na mashabiki tele kutoka kule Tanzania. Kama tunavyojua, kamati la ufundi lao walilivunja wakisema lazima wabadilishe mambo. Wewe shabiki pale nyumbani unaweza ukashiriki kupitia kwa Twitter @HassanJuma, @BahajAhmed, @Zilizala Viwanjani. Pia sikika kupitia kwa 22155. Swali letu, tunao mashabiki hapa, wana vilabu vao wanavyosupport hapa nyumbani na